Naam, baada ya sehemu ya 3 tunakuja sehemu ya 4 ya Photoshop, ambapo leo tutakuwa tunazungumzia customization ya workspace. Kama nilivyokuahidi, hii eneo lote linaitwa workspace na ni sehemu maalum ya kufanyia kazi katika programu yetu hii. Na kama jinsi ambavyo zilivyo sehemu za kufanyia kazi, ni kwamba kila mtu huwa anapenda arrangement fulani katika kazi yake. Kwa mfano, unaweza ukaamua kwamba upangilie meza yako au tools zako, vifaa vyako vikae sehemu gani. Unaweza ukaamua kwamba vifaa hivi sivihitaji sehemu hii, lakini pia unaweza ukaamua kwamba muonekano wa ofisi yangu au muonekano wa eneo langu la kazi ukae vipi. Kwa hiyo hapa nakuja kufundisha jinsi ya kupangilia workspace yako kwa mujibu wa mahitaji yako au namna vile ambavyo unaona ni perfect wewe kufanya kazi. Kwa hiyo karibu sana, nikuelekeze jinsi ya kufanya hivyo. Kwanza kabisa kama nilivyokuambia katika utangulizi wa awali, ni kwamba hii workspace inaweza kubadilishika vitu kadhaa. Mfano, hii toolbar kama nakumbuka, unaweza kuicustomize kwa namna 2 au 3. Kwa mfano, kwanza kabisa kuna kamshale hapa kwenye top left ya hii toolbar, ambapo ukikabonyeza kwa kamshale inakupa option ya mstari mmoja, lakini ukabonyeza mara ya pili inakupa mistari miwili. Hii kitu inaitwa collapse na kuexpand. Unaweza collapse toolbar au pia unaweza ukaexpand kwa kutumia kimshale. Lakini cha tatu ni kwamba unaweza ukakamata hapa juu ukahamisha hii toolbar, ukahamisha ukasema labda naiacha hapa na ikaendelea kuwa hapo. Ukihitaji kuiaccess utaiaccess kutoka hapo. Lakini unaweza ukasema tu sitaki tools zangu ziwe zinakaa upande wa kulia, unaweza ukahamishia hapa, ukasema tools zangu zitakuwa zinakaa upande huu. So hizi zote ziko subject to movement. Kwa unaweza collapse, unaweza expand, unaweza move, lakini pia unaweza close, ukaondoa kwa kubonyeza alama ka mkasi, ukabonyeza tools zikaondoka hapo. Ukihitaji kurudisha, unaenda kwenye Windows hapa, unatafuta kitu kimeandikwa tools, una click kwenye tools. Where is tools? Tools hii hapa. Unabonyeza kwenye tools zinarudi pale pale ambapo ulizifungia. Kwa hiyo ni namna kadhaa za kucheza na hii toolbar. Lakini kama nilivyotangulia kukwambia, hiyo inaenda mpaka kwa panels zinazopatikana upande wa kulia. Kwa hiyo kwa mfano, kama unaona colors, unaweza kuibonyeza neno colors ukaivuta pembeni ikawa panel inayojitegemea. Unaweza kubonyeza swatches ukaivuta pembeni ikawa panel inayojitegemea. Unaweza ukabonyeza hii gradient ukaivuta pembeni kama panel inayojitegemea. Inabaki patterns na yenyewe kama panel inayojitegemea. Sasa kama umenotice kitu kimoja, ni kwamba hizi panels zilikuwa zimekaa pamoja, yani kwamba hapa kulikuwa na pattern, hapa color, hapa nini. Hicho kitendo cha kuwa zimekaa pamoja inaitwa docking. Umeona? Ni mfumo wa docking, inaitwa docking system. Kwa mfano, ukichukua hii ukamata hapa juu, ukamata hii panel ukaivuta mpaka hapa kwa hii panel ya pattern, ukiachia hapa unaona kwamba ina dock na nyingine. Lakini sio hivyo tu, unaona kinakuwa kitu kimoja mpaka pale utakapoamua kutenganisha. Lakini ukiivuta mpaka ukaileta hapa kwa ndani hapa, unaona zinapangana 1 2. Umeona? Wewe unaweza ukasema ukaleta na hii hapa na yenyewe ukakamata ukaivuta ukileta mpaka hapa ndani hapa mbele inapoishia color, ukirelease unakuwa zimepangana. Kwa hiyo ukitaka kumove unakuwa ni palette kamoja, una move panels kadhaa. Kwa hiyo hata hii pia gradient unaweza kuamua kuja kuiweka hapa. Kwa hiyo inaitwa docking. Unapokuwa unaweka zinakaa pamoja unafanya docking. Lakini unapovuta kutenganisha, hiyo inaitwa undocking. Kwa hiyo kwenye workspace leo tutasema kwamba tumejifunza vitu vifuatavyo. Tumejifunza kucollapse,
collapse na kuexpand. Tumejifunza collapse na kuexpand. Tumejifunza kudock, tukaja kwenye kumove. Move panels and bars. Kuja kwenye kudock and undock. Yes, lakini pia kuna close panel kama nilivyokuwa nimekwambia, unabonyeza kwenye kalama ka mkasi pale unakuwa umeclose hiyo panel. Kwa hiyo tunasema kwamba closing panel au bar mono. Kwa hiyo ni hivyo kuhusu workspace. Hicho ndio kitu ambacho unatakiwa ukijue. Kwa hiyo ukishakuwa umezidock namna hii, kwa mfano hii pattern ngoja nirudishe ni dock mpaka hapa, unakuwa umeidock eneo hilo. Kwa hiyo ukishakuwa umezidock hivi, ukikamata hapa juu kwenye palette, yani hii aka panel kanako miliki panel zingine kadhaa humu ndani inaitwa palette. Kwa hiyo ukimove hii palette unakuwa una move na panels zote hizi, lakini ukiclose hapa unakuwa umeclose panels zote hizo kwa wakati mmoja, lakini kurudisha itabidi urudishe moja moja. Kwa hiyo itabidi uangalie kwamba hapa nahitaji ipi. Kama unahitaji color, unakuja unatafuta color, ukipiga neno color inakuja yes, inakuja na panel zake zote wakati unazifunga zilikuwa zimedoki vipi, kwa zinarudi zote. Lakini pia ukisema ngoja nini nikatafuta swatches, ukiclose hapa kwa sababu ngoja nini nikatafuta swatches, kama hizo swatches halikadhalika inarudi vile vile na zile zingine ambazo ulikuwa umezidock. Kwa hiyo inakuwa ni as simple as that. Kwa hiyo hapa utaweka kwenye mind kwamba kitu kingine ambacho tumejifunza ni kurudisha closing panels, tayari tumeshajua, lakini pia showing panels. Of course panels in double N, if I'm not mistaken. Doesn't really matter. So showing panels hiyo kwa kutumia Windows, Windows menu. You showing panels kwa kutumia Windows menu, kwamba hii ni pale ambapo unakuwa umesha hide au umeclose panel zako afu unataka kuzireturn. Unakuja kwenye Windows, unatafuta hiyo jina la hiyo panel uliyo close, unaibonyeza tu mara moja. Kwa mfano kama ningekuwa natafuta info, unaona inajitokeza huku. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo unaweza kufanya. Lakini pia kitu kingine ambacho nataka ukijue ni kwamba panels na zenyewe zina uwezo wa kucollapse na kuexpand. Kwa mfano unaona haka kamshale haka ambako kako very very similar na haka ka kwenye tools. Kwa hiyo haka na kenyewe pia ukibonyeza kana collapse, ukibonyeza tena na expand, unaweza kuona vizuri. Kwa hiyo kuna collapse na kuexpand. Hii inasaidia zaidi kwenye kubana matumizi ya eneo la workspace, kwa sababu kuna wakati utakuwa na panels nyingi hapa kwenye uwanja sasa ambazo unakuwa uzihitaji sana kwa wakati huo, ili uweze kupata eneo kubwa la kufanyia kazi. Unaweza ukacollapse, ukipiga hivyo na collapse, unaweza ukabeba ukaweka hata somewhere hapa and then kakatulia hapo. Lakini pia hiyo kitu inaenda kwa panels karibuni zote. Kwa mfano ukiona hizi hapo upande wa kulia kuna alama ya collapse, ukibonyeza hapo una collapse, ukibonyeza tena ukirudisha hivi una expand. Kwa hiyo ni hivyo, ukibonyeza hii una expand, ukibonyeza una collapse, ukibonyeza una expand, ukibonyeza una collapse. Kwa hiyo hizo ndo tabia za workspace katika masuala ya kucollapse na kuexpand. Lakini collapse na kuexpand tumeshajua, lakini pia tumejifunza jinsi ya kumove panel kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. For instance, hii color panel naweza nikamove tena, ngoja ni move palette nzima kabisa, kwamba au tuseme hii color panel peke yake unaweza ukaimove ukasema nataka hii swatches itulie upande huu,
unataka hii imove iti upande huu, alafu unaweza kuhamisha panels zote hizo ukaweka upande wa kushoto, alafu ukasema tools zikae upande wa kulia. Hii concept ni kwamba inamaanisha kwamba sio kila aina ya mpangilio inamfaa kila mtu. Kwa mfano kwa mimi ambaye natumia mkono wa kulia, naweza kuwa naona ni sawa tools zangu kwa kushoto, lakini mtu ambaye anatumia upande wa kushoto, mkono wa kushoto, anaweza kaona tu kwamba ni sawa tools zikae upande wa kulia. Tunatofautiana view na preference za mikao ya maeneo yetu ya kazi. So hiyo ndo idea nzima. Okay, so baada ya kuwa tume close, ngoja tujaribu ku close. Kitu kingine ambacho nataka ujifunze ni ku restore au kuamua workspace ambayo unataka utumie kulingana na wakati huu. Sasa ukija kwenye Windows hapa kuna kitu kinaitwa workspace. Hapa kwenye workspace wamekuwekea workspace kadhaa kulingana na aina ya kazi ambayo utakuwa unaitumia. Kwa mfano, ukibonyeza 3D unapata workspace ambao wameiset kulingana na kazi za 3D. Lakini ukija kwenye Windows kuna workspace, ukisema graphics and web, unaona kuna mabadiliko yanatokea, wanakuletea workspace ambao wanaamini kwamba inafaa kwa mtu anatengeneza web, graphics za web. Ukisema motion, unagundua pia kuna workspace ambayo inakuja kabisa na timeline huko chini, kama mtu unataka kutengeneza ka animation kadogo ka video, wanakuwekea workspace ambayo ina support hicho kitu. Lakini ukisema workspace, ukisema painting, yenyewe pia kwa hiyo zipo workspace kadhaa ambazo wameziweka, ambazo wanaamini kwamba zinaweza zikakufaa kulingana na aina fulani za kazi. Lakini ile workspace ambayo ni by default ukifungua Photoshop inakuja nayo, yani ina show up ukifungua Photoshop, ndio workspace ambayo mara nyingi watu wanaitumia wanapokuwa wanaanza. Yenyewe inaitwa Essential. Hii ndio ambayo tulipofungua mara ya kwanza tulikutana nayo kabla tuja customize chochote. Sasa unapoona mambo yamekaa hayajakaa vizuri, umeona, unakuja kwenye Essential hapa. Ile Essential ndio tulianza nayo, sawa, ambayo ukirudi kwenye Essential utaona kwamba imerudi katika ile namna ambavyo tulikuwa tayari tumeshai customize, haiko kama mwanzo, umeona. Kwa cha kufanya, wewe njoo tena kwenye window hapa, chagua workspace, alafu wakati huu sasa ikiwa tayari Essential iko active, chagua reset essentials. Ukipiga reset essentials inarudi kama vile mwanzo tulipofungua Photoshop namna ilivyokuwa. Kwa hiyo una reset au una restore to the mode ambapo ilivyokuwa kabla hatujafanya nini, kabla hatuja collapse na kuexpand, kabla hatuja move panels, kabla hatuja dock na ku-undock, kabla hatuja close panel yoyote, kabla hatuja show panel yoyote, inarudi kwenye original state. Kwa hiyo sehemu ya workspace ni hapa, unabonyeza Windows, unakuja workspace, unachagua workspace ambayo unataka miongoni mwa hizi walizoziweka. Lakini shortcut yake nyingine ni hapa. Haka kaeneo haka ni kaeneo ambako kanasimama for workspace. Ukibonyeza hiki kimshale cha kushuka chini, kuna shortcut ya workspace. Kwa sasa hivi ipo Essential. Kwa hiyo ukiona kama umeshafanya umevuruga vitu, unaona workspace yako haiko sawa, njoo tu hapa alafu chagua reset essential. Kwa hivyo ndo namna ya kufanya. Kwa hiyo kwa mfano nime move hii toolbar, nime expand, nikaikamata, nikai-move, nikaifunga hapa. Alafu baadaye naanza kuwanda iko wapi. Njia rahisi ya kwanza, naweza nikaja kwenye Windows, nikarudisha tools ikaonekana. Lakini njia ya pili, kwa sababu hata hapa nikisema nirudishe ionekane, itarudi iko katika position ambayo mara mwisho nilifunga ilikuwa hapa, lakini originally ilikuwa huku kushoto mwanzoni. Kwa hiyo cha kufanya hapo, unakuja hapa unabonyeza kwenye workspace, unasema reset essentials. Ukireset essentials, unaona tools zako zinarudi mwanzo kabisa kabla hujaharibu chochote. So that's it.
Namna nyingine, kitu kingine ambacho unatakiwa ukijue kuhusu workspace kabla tuja move kwenda kwenye part nyingine ya 5 ni kwamba unaweza customize workspace and then ukaisave kama preferred workspace ya kwako. Kwa mfano, mimi napendelea tools zikae hapa lakini ziwe expanded, and then nataka hizi panel kadhaa zikae huku, afu upande huu usiwe na kitu kabisa. Panel zote zikae huku and then tools ziwe zinakaa upande wa huku. So nikasema hii mi workspace yangu nataka iwe hivi, kwamba nakuwa comfortable zaidi workspace yangu ikiwa hivi. Kwa unachoweza ukifanya baada ya kuwa umecustomize hivi, unaweza ukaja hapa kwenye workspace. Kumbuka nimeshawaambia shortcut unaweza ukapitia hapa, au ukiona kwamba huku ndo karibu, njoo kwenye Windows workspace, chagua new workspace. Ukisema new workspace, ukibonyeza hapo unataka kusave sasa huu muonekano uliopo kwamba ndo workspace utakuwa unatumia kila mara. Kwa mfano, mimi naitwa Mwalimu Deo, kwa unaweza kusema Mwalimu Deo workspace. Mwalimu Deo workspace. Alafu nikimaliza na save. Umeona? Kwa hiyo hapo tukija kurudi kwenye workspace, aidha tukipitia hapa au tukipitia huku kwenye workspace, utaona workspace ambayo iko active sasa hivi ni Mwalimu Deo workspace. Kwa hiyo nikirudi kwenye labda niseme nijaribu kwenda kwenye workspace nyingine, niseme graphics and web, itakuwa iko tofauti. Ila nikikumbuka kwamba nataka nirudi kwenye workspace, aina ya workspace ambayo unayoipenda, naweza nikatumia hapa au hapa. Hii ni shortcut, hii ni njia ndefu. Mimi napenda kufundisha kwa njia ndefu. Kwa hiyo njoo kwenye Windows workspace, unasema chagua workspace ambayo ulisave. Hii hapa itakuwa na jina lako kabisa, sema Mwalimu Deo workspace. Bonyeza hapo, inakaa kwenye mpangilio vile ambavyo Mwalimu Deo anapenda workspace yake iwe. Kwa hapa hata nikifunga hii Photoshop, nikija kuifungua tena, workspace yangu na ile niliyoisave inakuwepo. Kwa pale ninapofungua Photoshop, inakuja nachagua workspace yangu ambayo naipenda, ninaendelea kutumia workspace ya namna hiyo. Kwa hiyo ngoja nirudi kwenye essential kwanza. Essential, alafu ni reset essential. Yes, alafu niongeze kipengele hapa ambacho tumejifunza ku create new workspace. Tumejifunza ku create new workspace na ku save, right? Lakini pia tumejifunza ku reset workspace. Hivyo ndio vitu ambavyo tumejifunza. Kwa hiyo naomba tuishie hapo kwa sasa hivi, and then tutakaporudi katika part ya 5 tutajifunza jinsi ya kuanza ku create. Kwanza nitakufundisha jinsi ya kusave kazi yako, alafu nitakufundisha jinsi ya kuanza ku create design yako ya kwanza kwa kutumia Adobe Photoshop. Karibu sana, naitwa Deo Kashaija kutoka Diva Talents. Tutaendelea kuwa tunafundishana. Lengo langu ni kuhakikisha unaimaster Adobe Photoshop na kuwa pro graphic design. Karibu.